binadamu nafanywa nini ndio ulikuwa umetendewa wema? Binadamu nafanya kitu gani ndio kwamba huyu mtu mzuri kwao? Kama itawezekana. Mimi huwa nasema binadamu ni binadamu, na hakuna wema unazomfanyia binadamu na mwisho wake aone kuwa amefanywa wema, wala hakuna kitu chenye unaweza mfanyia binadamu atosheke moyoni mwake sema kuwa mimi nimefanywa wema. Binadamu huwa anakaa mtu wa kukumbuka na kusahau, ambapo sasa katika hizo vitu viwili huwa Mungu ndivyo alivyomuumba tayari, kwa sababu kusahau kwake kunamwacha akili yake iwe inaweza ika relax, kwa sababu huwa kuna magonjwa mengi ambayo yanapatikana kwa sababu ya mtu kuwa ameload vitu katika akili. Sasa Mungu naye pia anamwachisha, anampatia kusahau ili at least vile vitu vipya vinavyoingia vile vinapata nafasi. Lakini binadamu unapomfanyia kitu wema, ama huo wema unasema, baada ya muda huwa inaondoka. So ikiondoka yeye hakumbuki tena wema. Sasa ufanye 98% ya wema, alafu uje ufanye hiyo 2% ya ubaya, binadamu atakumbuka ubaya kuliko wema. Okay, sawa. Na labda hii haikuwa ndoto yangu na hii haikuwa life yangu, na sikuwa na expect kama naweza nikajiingiza na mambo mengine tofauti. Hivi unataka kuniambia kwamba nilipoanza kazi mpaka sasa, nilianza kazi ni kwa sababu ya urafiki mzuri na wewe? Nilianza kazi kwa sababu ya wema wangu? Nilianza kazi kwa sababu kwamba tayari kulikuwa na uteule fulani ndani yangu? Mimi kuhusu kazi sijaweza kufahamu, maana mambo na kazi ama kuhusu nyota ya mtu ni Mungu mwenyewe. Na naweza lala leo, kesho nikaamkia niko na kazi kubwa. Naweza lala kuwa nikiwa na kazi kubwa leo, kesho nikaamkia nikawa sina kazi. Okay. Sasa hizo huwa ni mpango wa Mungu. But katika uhusiano, ikiwa ulipanda kazi ama ulipata kazi kwa sababu yangu, mimi sina sehemu yote yenye labda naweza sema nimecheza. Although ni ile kusaidiana, kuona kama hali kila mmoja leo atapata hapa kivyake. So Mungu akikumulika akikwambia sasa hapo utainuka, mimi nakuwa kama stepping stone, ama nakuwa ngazi ya kupandisha mtu kiwango kingine. Na naomba nikuulize swali hili. Hivi katika maisha kuna vitu vitatu ambavyo viliwekwa. Ya kwanza, mara nyingi inabainika Christian. Ya pili, inabainika mambo na evil spirit. Unaweza niambia maana hii evil spirit, mfano kama uchawi, yalete lije atengeneze nini? Maana ya uchawi yani kuwa duniani ama? Yes. Mimi naweza sema evil spirit kutoka kwa hiyo jina yake tayari yenyewe inaitwa ni evil. Evil inamaanisha uovu. Kwa hivyo katika nguvu za kiuchawi ama za kigiza, hapo hakuna wema. Unaweza tendekea mtu kutumia hizo. Hivyo ndo naamini na ndivyo ilivyo. Kwa sababu ikiwa ni nguvu ya giza, nikijaribu kuipekua kutoka kwa maandiko, ni kwamba Shetani alikuja kuvunja, kubomoa na kuharibu. Hiyo ndo kazi yake.
avunje, abomoe, tena aharibu. Kwa hivyo kama ni shetani, nguvu za giza, mtawala wake mkubwa ni shetani. Na ikiwa hizo ni kazi za shetani, haziji kwa binadamu kumsaidia, zinakuja kwa binadamu kumharibu. Kwa hivyo hata kama anaweza jifanya nuru, pepo wa nuru, yani ajigeuze kuwa mwema, tena ndani yake huwa kumefichika uovu ambao utakuja kutendekea mtu. Sasa inafanywa vile ili kumdanganya mwanadamu asijue ndani yake kuna nini. Lakini baada ya kuwa amejiingiza, sasa ndio ule uovu unafanya nini? Unaanza kutawala. Kwa hivyo hapo kwa evil spirit, haijalishi ni mchawi, ni devil worshiper, haijalishi ni majini, haijalishi ni mapepo ya baharini, hizo zote hazina wema juu ya mwanadamu, zote. Okay, na mbona ukimtendea mtu wema mara nyingi sana huwa anakulipiza mabaya? Ni kwamba tusitendee mtu wema tuwe wabaya wote, au ni tutende mazuri tukijua wema uzuri unakuja mbele? Katika mazuri unayotenda, kwa imani yangu najua kuwa huwa iko na malipo yake. Mazuri yote unayoyatenda huwa iko na malipo. Mungu huwa anakulipa. Sasa malipo yake unaweza ukayaona instantly hivi, ama ukaja ukayaona baadaye. Na hata kama hukulipwa hapa duniani, lakini sisi huwa tunaamini kuna ufalme wa Mungu ambao tuko nao. Sasa katika mema lazima malipo yako. Na unapokosa kuyaona hapa duniani, basi katika ufalme wa Mungu ule unaokuja baada ya wewe kuondoka, ama baada ya Kristo kuja, katika hiyo wema utapata malipo yake. Na mbona mtu hujulikana sana pindi akiwa amefariki, na usifika sana pindi akiwa amefariki? Anapokuwa hai hasifiki na wala haonekani kuwa mwema, mpaka mtu ameondoka wanamstiri au yupo mochari wanamsubiri, ndio hapo ataanza kunenea mabaya kwa sababu kwamba hayupo naye. Huwa reason ni gani? Reason ni mwili, ni ubinadamu. Nikiongea ubinadamu, inamaanisha kuwa sisi binadamu, kama tulivyoongea pale mwanzo, sisi binadamu tunaishi katika mwili. Na huu mwili kazi yake ni ya maovu. Huu mwili. Sasa kwa sababu tukitaka tutawaliwe na huu mwili, basi mambo yetu yatakuwa kimwili, ambapo ndo sasa hapo tutakuwa tunajali ya mwili zaidi kuliko yale ya roho. Na ikiwa tunajali ya mwili zaidi, ndo haya sasa yanatokezea kuwa humuoni binadamu mwenzako ya kuwa amekutendea mema wakati yuko hai. Ni baada ya kuwa ameondoka ndo nasema kuwa huyo alikuwa ni mwema. Tena hiyo nayo pia inafanyika kwa unafiki fulani ndani, kwa sababu tunaongozwa na huu mwili, tunataka kuenda katika huu mwili. Lakini kwa watu waliookoka tuseme, ama katika dini, inapaswa umsifu mtu kulingana akiwa yuko hai. Lakini kwa sababu tunapenda kuongozwa na mwili, tutamsifu mtu baada ya kuwa ameondoka. Na mara nyingi sana huwa hawaongelei mabaya ya yule mtu. Ni kwa sababu gani? Pia wanajua huyo mtu yuko na maisha baada ya nini? Baada ya kufa. Na katika tamaduni zenye wamekuwa nazo ni kwamba huyo mwenye yuko amekufa yuaona pale alipo, yuasikia pale alipo. Sasa ukimwongelea mabaya, anaona ya kuwa labda huenda akalipiza kisasi katika ule ulimwengu wa roho. Unanipata? Ndio nakuta watu sasa nao pia hawataki kudisi mabaya wakati wa mazishi. Sijaona mazishi mimi yakiongelewa mambo ya kuwa huyo alikuwa ni mwizi, huyo alikuwa ni mlevi, huyo alikuwa ni hivi. Hakuna. Na mbona watu wengi sana wanapokuwa wamefariki usemekana kwamba wanaitwa RIP? Hii RIP ni kwamba aenda kumziki salama, si ndivyo? Lakini nje alikuwa kitenda mambo maovu.
huwa inapelekea akienda kule huwa wanaamini kabisa kwamba anaelekea sehemu sahihi, au wanaamini katika haya mabaya ambayo aliyafanya huku huwa kule anaenda direct motoni, kwa sababu RIP haileti maana mbaya. RIP ni mtindo wa duniani, ule si wa kimungu, si wa kiroho, haukuja kimungu. Ule ni mtindo wa kidunia na imekuja kuziba mtu asielewe. Kwa sababu nikifuata maandiko ni kwamba matendo ya mtu ndio yatamfuata mahali atakuwa yuko. Kwa hivyo mimi nikisema rest in peace, ninamlazimisha Mungu ni akuweke mahali pema peponi wewe. Sasa nitamlazimisha vipi ikiwa matendo yako yalikuwa mabaya? Na huo unajisikiaje pindi ukiwa unamsomea mtu wa Bible akiwa ni mara ya mwisho kuelekea posterior, alafu unajua direct kabisa wanapoelekea sio sehemu sahihi, kwa sababu kwamba tayari alikuwa mwovu huku nje, alafu unamwelekeza kwa sehemu ambayo unahisi ni sahihi? Huo unajisikiaje? Kulingana na mimi, siendi kulingana na wachungaji wengine wanavyoenda. Mimi mahali ambapo kuna sehemu mbili maana katika mazishi. Kuna ile mahali ambapo ninasoma Biblia, ninahubiri, si kwa sababu ya maiti, kwa sababu ya umati wenye uko pale. Niwahubirie Injili, watu wamjue Mungu ni nani. Lakini kuniambia kuwa huyo mtu utamzika, yani nimpeleke kaburini hivi mpaka nikamfukie, nimsomee maandiko, ile hatua baada ya hatua mpaka afike kwa kaburi, nitakuuliza ameokoka? Ikiwa ameokoka, hiyo kazi nakuachia wewe mwenyewe. Mzike. Kitu ambacho nitafanya, nitaomba tu pale Mungu awalinde nyinyi mnaobeba ile jeneza, mfike wapi? Kaburini, mkafukie kulingana na venye mnajua nyinyi. Lakini sio mimi niende hapo nikimsomea maandiko. Ile iko na maana, iko na maana yake. So si kila mmoja mwenye utaniona nikienda nikimsomea maandiko mpaka kaburini. Lakini ukiniambia njoo hubiri, hata kama hujaokoka, hata kama ulikufa ukiwa ni mlevi, nitakuja nitahubiri tena vizuri sana. Alafu kule kwingine na waachia wenyewe. Kama wewe utakuwa ni mwanajeshi, utazikwa na bunduki, zikwa na bunduki. Lakini mengi unaachia mwenyewe. So pale siwezi nikaenda nikamwambia mweke mahali pema peponi, hapana. Ninaongea vile nikijua kwa huyu mtu ameokoka. Na kuokoka, kitu ya kwanza inaangaliwa zaidi ubatizo. Kitu ya pili, je, ni mshirika kanisani? Ni mshirika wa Kristo, yani si kanisa tu peke yake, wa Kristo. Kama ni mshirika wa Kristo, aliombewa sala ya toba, ni sawa. Alibatizwa, ni sawa. Anafaa zikwe. Ndio ile ibada ya wafu inatendeka sasa. So ni kumaanisha kwamba siku kiuonelekea kustiriwa, kwamba ni kwa sababu gani watu hulia wale mahadui wenye walikuwa kwake yule, na wale marafiki ambao wanabakia azini, mfano kama mimi au mwingine. Sawa, ni kwa sababu gani wakati ikiwa mnaelekea kustiri mtu wale mahadui hulia sana hata kuliko wale marafiki? Kwa sababu marafiki wanabakia tu wakihuzunika, wakijiuliza watampata wapi kama yule mwenye ameondoka. Lakini wale ambao wako kando wenye walikuwa ile percentage kubwa sana yenye ilikuwa mahadui kwake, wao wanalia mpaka miguu juu, kichwa chini, kurusha juu, kufanya hivi tena bado sio wamchukue hao na wamstiri na kilio. Ikizidi sana hata wapigane pale kwele kaburi. Wakati alipokuwepo hai hawakuwa wanampigania. Sawa, hawakuwa kimpigania kabisa. Walikuwa kumsimamia shida zake, walikuwa kimtesa, walikuwa kimuona move, walikuwa kitenda mema, wanamuona tofauti kwao, na alikuwa hakuna vitu vingi sana ambavyo walikuwa wamuhitaji. Ni kwa sababu gani? Lakini jambo la kwanza nataka uelewe. Kulia haijamaanisha kuhuzunika. Ndio nakwambia, wenye huzuni ni wale ambao walikuwa marafiki wa dhati, so wanahuzunika lakini hawalitoi chozi. Lakini wale mahadui zake wenye walikuwepo nao
ndio wanatoa machozi, kulia na kujiuliza kwamba je, huwa wanajiuliza kwa sababu ya kuwa as it's like wanajisikia wanamsukuma, so wanaona hawatopata mtu mwingine mwenye watamsukuma zile shida zao, au ni nini yani? Ndio nasema kulia haijamaanisha kuhuzunika. Kulia kuna kilio cha unafiki kinafanyika pia katika maisha ya watu. So unaweza kuta mtu analia hivi, kumbe yeye ndo mnafiki mkubwa zaidi. So kulia, nikijaribu kuangalia huku Kiafrika, ni kwamba wameifanya kama tamaduni. Yani tunalia tu ili, yani mtu hawezi zikwa mpaka mtu alie. Hata kama alikuwa ni mbaya wako, utatoka kule, ukifika karibu na ule mji, especially wanawake, ukifika karibu na ule mji wapiga kilio, wanaita chamwa, wanapiga kilio ndio afike pale. Akilia, baada ya pale amelia, ambaye sahani ya pilau iko pale, ataenda katakula. Huyo mtu alikuwa na huzuni? Hapana, huzuni. Sasa kwa hivyo hata kama atakuwa alikuwa ni adui yangu na ninalia, sijamaanisha nalia nikimhuzunikia. Nalia kuondoa tu, kuonekana ya kuwa mimi pia nionekane pia mimi pia nilikuwa mwema, lakini ndani yangu nimeficha chenye nilikuwa niko nacho. Na ni kwa nini mtu aliachiwa uhuru wa kuzima nyota ya mtu au ya kumwelekeza njia ambayo sio sahihi? Asini mfano kama alikuwa mwema, alafu baadaye sasa ambadilishe kama tazima nyota au mzime yule mtu, kama alikuwa iko na njia njema afanye vitu vibaya, ni kwa sababu gani hiyo mwelekeo? Hiyo ni kazi ya shetani. Na shetani ni anafanya kazi kama Mungu. Zile njia ambazo Mungu anafanya, shetani naye pia anafanya nini? Kwa sababu yeye alikuweko mbinguni, anajua siri zote. Na ikiwa alikuweko mbinguni, anajua mwanadamu ameumbwa kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Lakini yeye pia anaweza tumia mwanadamu kwa ajili ya kutekeleza nini? Maasi yake na uovu wake. Kwa hivyo ukiona watu wamejiingiza kiasi ya kuwa azime nyota ya mtu, jua yeye ni mfuasi wa giza wa shetani. Na ikiwa ni mfuasi wa shetani, ndio unakuta anatumiwa na shetani, kwa sababu nyota ni mustakabali wa maisha yako. Hiyo ndio inasimamia nafsi ya mtu. Na ikiwa inasimamia nafsi ya mtu, shetani akitaka kuangamiza, ataangamiza nyota kwanza, akamate nafsi. Akikamata nafsi, sasa wewe amekumaliza. Hiyo ndio sasa unakuta wachawi, magent. Sasa kuna hao wachawi wanaweza kuzima nyota. Devil worshiper anaweza kufuatilia nyota akaizima. Sawa? Ama achukue nyota itumie. Hiyo inafanyika. Magent wote wa kishetani, kuanzia mganga, mchawi au wote hao, wamepewa nguvu na shetani ili kufanya nini? Kufanya hizo kazi. Lakini katika maelekezo ambayo yapo ni kwamba vipi upande wa, kwa sababu inaaminika it's like meaning evil spirit, tutasetu hii ni hii devil worshiper. Sometime huwa wanakuja kwa kupandisha kwa mtu, sawa? Then wakipandisha hakuna mwenye huwa anamshukisha, sawa? Mpaka ile siku ambapo watakuwa wanaandikisha na zile jinsi zile command zao venye wanahitaji. So hawa nao all nitasema wote ni evil spirit, kwa sababu wanakuja kwa njia tofauti, za kutoma kafara, kufanya nini, kwa sababu hawakuruhusiwa. Hakuna sehemu ambapo Mungu alisema kwamba utajiri uje kwa kutoa kafara mwenzako, si ndivyo? Lakini shetani anavifanya. So kosa lake ni kwamba ni kutoa kafara, au kosa lake ni kutuuza watu? Kosa la shetani. Yeah. Tutasema this to say to meaning this devil worshippers.
devil worshiper kulingana na jina yake yenyewe. Sawa? Yeye ni mwabudu wa nani? Wa shetani. Na mwabudu wa shetani, jambo la kwanza anafanya kwa mamlaka ya shetani mwenyewe. Na ikiwa anafanya kwa mamlaka ya shetani mwenyewe, kazi ya shetani kubwa ni kwamba adanganya ulimwengu, watu wamwache Mungu waelekee kwa shetani, na akijua ya kwamba kuna adhabu yake, na adhabu yake ni ya moto wa jehanamu. Sasa yeye alisema, mimi nitahakikisha wafuasi wengi wananifuata. Kwa hivyo ikiwa devil worshiper atakufuata wewe, useme anainua nyota, hapo si kwamba eti anainua nyota kwa sababu ya mafanikio yake yeye, si yako wewe. Na atakufanyisha kazi ambayo kwake yeye atafaidika, shetani. Ni sawa? So wewe utafurahia tu yale ya dunia yenye labda unapewa, kama ni magari, kama ni pesa, kama ni nini, sawa, utafurahia. Lakini baada ya hapo kwako itakuwa ni maumivu. Na kwa shetani huwa hakuna kufuraha. Hata kama utakuwa uko na pesa, hata kama utakuwa uko na mali, hata kama utakuwa uko na nini, sawa, zote hizo utaishi, lakini utakuwa hufurahi. Hakuna furaha yako itatimilika, kwa sababu uko chini ya utumwa. Unatumikishwa, si kwa faida yako, bali ni kwa faida ya nani? Ya huyo shetani mwenyewe. Na tukiingia huko kwa Mungu, Mungu akisema wacha ninue nyota kwako wewe, wacha nimbariki huyo mtu kwako wewe, kwa Mungu sasa hakuna ile kujuta baadaye. Kama ni amani, utapata baraka, tena moyoni mwako mko na amani. So labda nikuulize, na sasa labda mfano ameinua, Mungu ndo ameinua ile nyota. Binadamu hana uwezo wa kuishika ile nyota, kwa sababu kuinua ni Mwenyezi Mungu. Lakini mbona tunasema mfano kama mama zetu, wao unaona sehemu kubwa sana wanaabudu pesa sana. Okay, wanaume tupo nayo kwa sababu kwamba tunakidhi mahitaji yetu, si? Lakini mbona mara nyingi sana mwanamke ndio huwa anapimi pesa sana kuliko vitu vingine? Mfano unaweza discuss na mtu kitu na work ni do, kwa sababu for that time tutasema tu mfano Gen Z, hii tutasema tu generation ya Gen Z sana wana believe yani pesa sana, kiwango cha kwamba mpaka uwezo ukapata mtu bila kupulisia neno pesa, na pia uwezo ukadili naye bila kupulisia pesa, na kama hata tuunganisha urafiki na yeye, but for that time atakuelewa, but next time akija mkikaribiana, hata kama mfano hamja think about marriage anything beyond, lakini mkwende close, lazima yeye atakwambia nisaidie na kitu fulani, nifanyie kitu fulani, lakini zile discussions zake nyingi zina think about money. Hakuna vile anafikiria kuhusu mambo na kusema hebu nisaidie na mawazo fulani, kuna sehemu nimehangi, au nisaidie kuninua na maneno fulani, kuna sehemu nimehangi, au umpe maneno ambayo ni thabiti, ambayo tamjenga mpaka ndo anenele jinsi ya pesa, kwa sababu ile sahari okay fine ipo, kwa sababu kwamba wanadesha kuna sahari tofauti sawa. Lakini kwa nini ana demand sana pesa? Na ni kwa nini huo uwepo upo ndani ya mama zetu au wanawake ambao sisi tunasema ni mama zetu ambao tunawaheshimu? So time mingi yani huwa anafikiria pesa mpaka mtu hawezi fikiria thabiti ya kwamba hiki ni kitu ambacho zinajisikia nikishikilie kwa maisha yangu siniponyoke, na hiki ni kitu ambacho nastahili nikishikilie lakini hakinisaidii. Lakini yeye anabelieve sana pesa. Ni kwa sababu gani yani mtu yuko tayari kukatisha urafiki na mtu kwa sababu ya pesa? Yuko tayari mtu aumie kwa sababu ya pesa? Yuko tayari kuteketeza mtu kwa sababu amelipwa? Yupo tayari kumfanya mtu asiwe sawa kwa sababu ya pesa? Okay, mimi nataka nikuanzishe mbali kidogo, kwa sababu
Biblia hii imetabiri ya kwamba hizi nyakati zinafika, yani nyakati za mwisho, upendo wa watu utapoa. Alafu huko mwisho anakuambia watu watapenda pesa, sawa, kuliko binadamu wenzao. Watapenda pesa zaidi. So tukiwa tunaishi sahi generation tunasema eti ni Gen Z. Hii ni ubatizo tu wa kishetani. Lakini hizi ni generation za mwisho, ambapo sasa Kristo anakuja tena kwa mara ya pili. Sasa ikiwa ni generation za mwisho, inamaanisha ya kwamba shetani ameongeza makali. Na ikiwa ameongeza makali, ameweka pesa kuwa mbele zaidi kuliko nini? Kuliko maisha ya kiroho na maisha ya kumjua Mungu. Sasa dunia nzima watu wote wanapenda pesa. Ni kwa sababu gani? Ni mbinu ya shetani kukamata. Yani pesa imewekwa kama mungu fulani. Na unapoenda kuabudu pesa zaidi, unakosa kumwabudu Mungu. So tukiingia katika upande wa wanawake, tunasema kwa nini wanapenda pesa? Wanawake, jambo la kwanza, wao ni viumbe dhaifu kama Biblia inavyosema. Ni viumbe dhaifu. So inamaanisha kwao kuingiliwa na shetani ni rahisi kuliko mwanaume kuingiliwa na shetani. Ni sawa? Na kwa sababu kuingiliwa na shetani kwao ni rahisi, ndio wanakuanga na huo dhaifu ya kwamba kwao tamaa ya pesa inakuwa kubwa kuliko kumjua Mungu. So ni kumaanisha kwamba mwanamke ana uwezo kung'ang'ana pasipo mwanaume na katajirika au akawa yuko juu kuliko mwingine. Hiyo inawezekana. Hiyo inawezekana. Mwanamke anaweza kung'ang'ana na kawa tajiri kumliko mwanaume. Na si kwamba hakuna wanawake katika maandiko ambao walibarikiwa zaidi ya wanawako. Na hizo ni vipawa ambavyo Mungu tayari huwa anabariki mtu. Kwa hivyo unaweza kuwa na mwanamke na akawa amebarikiwa kukuliko wewe mwanaume. Na ikiwa yuko, lakini katika ule wa ukamilifu wa kimungu sasa. Katika ule ukamilifu wa kimungu, yule mwanamke anafaa awe chini ya mwanaume. Hata kama mwanaume wake hana fedha. Lakini ukiona mwanamke yuko na fedha lakini anamdharau mume wake, jua huyo anatawaliwa na shetani kuliko kutawaliwa na Mungu. Okay, na labda tukirudi kwa upande wa mwanasanaa. Kwa nini mwanasanaa muda mrefu sana, mfano msanii wa nyimbo, mwenye kucheza zile drama za movies, lakini bado still yeye amepesi kwa sanaa? Ni kwa sababu gani muda mrefu huwa anateseka sana, alafu muda wake wa mwisho huwa anafanikiwa? Ni kwa sababu ya kwamba huwa amejiingiza sehemu zingine, au ni kwa sababu ya kwamba kuna usahihi muda wake umefika? Wakati mwingi sana huwa unapoanza kitu, usione ya kuwa Mungu ndo alikuangalia peke yake. Biblia inasema kabla hujazaliwa Mungu alikujua. Na ikiwa kabla hujazaliwa Mungu alikujua, shetani hakujua? Alikujua. Si ndio? Kwa hivyo shetani ako na mawindo yake ambayo huwa anayawinda. Unapozaliwa mwanadamu katika dunia, wewe uko katika miliki ya shetani mpaka ule wakati utakapomjua Mungu. Kwa hivyo yuko na uwezo wa kufinyilia maisha ya mtu kuanzia amezaliwa mpaka kufanikiwa. Sasa hapo katika maisha hapo ya mtu kutoka ama ya mtu kupanuka kinyota ni vita. Kwa sababu shetani anataka aikamate na Mungu naye pia anataka aipanue. Ni sawa? Ndio nakuta mwanzo unaweza kuwa mgumu kwa sababu shetani anapiga vita nini? Hiyo nyota isionekane.
Na ikiwa anapiga vita isionekane, kitambo vita vije vifaulu, lazima vichukue muda. Unaweza kuta msanii anaweza anza huku akiwa chini na akawa anapanda pole pole mpaka mwisho wake aje afanikiwe mwishoni. Ni kwa sababu ya nini? Ya vita. Lakini kusingekuwa na hizo vita, basi kuanzia mwanzo ni mdogo, mtu anaweza fanikiwa na akawa amefanikiwa na kaendelea kufanikiwa. Na mfano yule ambaye huwa anaanza na anafanya vitu vyake mpaka anajisacrifice all life kwa sababu kwamba mambo yake yawe sawa, alafu mwisho wa siku unapata ametoa vitu vingi sana, lakini anafariki kabla ndoto yake kutimia. Hata kama ametoa, lakini alikuwa na ndoto. Hata kama ameishi na hiyo sanaa sehemu tofauti, lakini alikuwa na ndoto yake ya kwamba itimie. Sasa je, kabla itimie ile ndoto, hapa nyuma unampata kwamba inatoka huko ndo amefariki, au inasikika alafu huko hayupo. Ndio nimesema hayo ni mafinyilio ya shetani. Ni mafinyilio. Hizo sasa ni vita. Na mtu akiwa kwa vita, si kila mmoja yuko kwa vita anashinda vita. Si ni kweli? Unaweza kuwa kwa vita na ukashindwa. Na ukiwa kwa vita ukishindwa, sina maanisha yako sasa ndio yameishia hapo. Sasa kama baada ya kuwa umefariki ndio vitu zako zitoke, sasa inamaanisha shetani alikuwa anakupiga vita, lakini sasa hizo vita haukuweza kuzishinda. So baada ya hapo sasa ndio nyota inafanya nini? Inang'aa. Na ukifa wewe, inafaa pia nyota ifanye nini? Iwe imekufa. So hapa kuna vitu mara mbili. Kuna watu ambao wanatumia nyota za watu wengine. Hiyo pia nitujue tukiingia katika hizo sehemu za uchawi sasa. Sawa. Kuna watu hutumia nyota za watu wengine. Na kuna watu hutoa kafara watu wengine kwa sababu ya nyota yake aitumie baadaye. Tunaweza kukuta hiyo sasa. Ya kuwa pia ulikuwa hutoki, lakini baada ya hapo umefariki, vitu zako ndo zinaanza kutoka. Na maanisha hiyo nyota yako ilikuwa inatumiwa na mtu. Okay, na naomba nikuulize swali nyingine kwamba tukirudi upande wa hadithi tena mama zetu, ni kwamba mbona wakati mwingi unapokuwa karibu na mtu akikuonyesha jinsi ambavyo anahitaji kwako, na wewe ukijieleza jinsi unavyohitaji kwake, na ukijiweka wazi, huwa kunutukia watu au misemo au maneno ya watu wengine kumfuata na kumuongelesha vitu tofauti. Huwa inamaanisha kwamba labda hawahitaji wewe uwe naye, au ni mitihani ambayo wewe unampitia, lakini baadaye mtakuja wote. Tukiwa hapa duniani, nimekuambia tuko katika vita. Na hakuna kitu kinakuja alafu kisipigwe vita. Na vita usitarajia kuwa utapigwa na miti au utapigwa na mawe au minazi ndio itakupiga wewe. Utapigwa na binadamu wenzako. Kwa hivyo ikiwa umeanza jambo la tuseme la ndoa, umepata mwanamke, hapo umeanza vita. Na ni uhakikishe ya kuwa vita vile unaweza kuvishinda. Na kuvishinda ni wewe sasa uwe makini. Uwe makini. So umakini wake ni jambo la ndoa, jambo la kwanza. Especially mkiwa katika uchumba. Si jambo la kuwa marafiki, hata kama ni rafiki yako wa ndani. Ajue kila kitu. Kwa sababu hao marafiki ndio hufanya nini? Hutumiwa na shetani. Hao marafiki ndio huzunguka kukupiga vita. So uchumba, jambo la kwanza ni kitu ambacho kianze kisiri.
alafu baadaye ndo sasa watu wengine waje wajue, utakuwa umepunguza vita. Lakini uchukue tayari mwanamke uweke. Jambo la kwanza, kuna wale wanasema ameweka mwanamke, sawa, je, ataweza kuishi na yeye? Hiyo ni kitu tayari anaangalia. Mwingine sasa anaenda kuzunguka, akiona kuwa hii ndoa haiwezi kuachika, anazunguka anaweka mchanga hapo. Akiweka mchanga, haja yake ni kwamba afanye nini? Uharibiki. Na unaweza kuta hata ni rafiki yako, mnakula, mnacheka, mnafanya nini, kila kitu, lakini akaja akakuzunguka. Kwa hivyo upande wa ndoa na mwanamke, kupata mwanamke, hiyo ni vita. So ni kumaanisha kwamba endapo kama utakuwa unaongea na mke au bibi harusi au mchumba wako ambaye unahitaji aje nyumbani, ile time ukiondoka na kuelekea kikazi, au ile time tuseme umechukua muda fulani lakini umesha sababu still unapanga mambo na kuoana, mtu yoyote endapo akiwa anafahamu ya kwamba wewe yule ni mchumba wako, alafu bado still wanakuja wakiwa wengi, tutasema umbwa koko, kwa sababu sisi wanaume sometimes huwa tunakoka na hiyo motion. So tutasema sahihi, mfano sasa kuna mtu unahitaji aje ingie kwa nyumba, au kuna mtu unahitaji uje mtulie naye, alafu mtu au anafahamu kabisa kwamba mtu fulani yuko na mtu fulani, alafu then yule mke mwenyewe akiulizwa anasema ya kwamba mimi niko na mtu wangu na niko na mume wangu na namheshimu, na bado still akiwa kila kiongeleshwa anatisi zile stories za kwamba mimi niko na mtu wangu, mimi niko na mtu wangu. Unataka kuniambia kuna siku ile lugha au zile vitu ambazo wanazitamka zinaweza zikaja zikawa live, au anaongea ili kwamba muda fulani kumrekebisha yule mwanaume, au anaongea ili kwa please hao wenye wako hapo. Sasa tukiingia katika lugha ya mwanamke, jambo la kwanza kuielewa wewe na kwangu, na udhihirisho wa kuwa mtu amependwa haudhihirishi kwa siku moja, na haudhihirishi tu kwa maneno kuongea, hudhihirishwa kwa vitendo. So ukitaka kujua mwanamke au mwanamume amependa mtu, si kusema tu nakupenda, si kusema tu huyu ni wangu, lakini kuna vitendo ambavyo lazima vidhihirisha kuwa hawa watu wamependana. Na katika hivyo vitendo, sijamaanisha eti kuonana kimwili, lakini kuna hali. Jambo la kwanza, mwanamke ambaye amekupenda hawezi kukaa asikie mabaya juu yako na atulie. Niza, huyo mtu amekupenda. So hata asikie story nyingine mbaya kukuhusu wewe, yeye atazunguka tena, atakuja sema basi fulani wanasema hivi na hivi na hivi na hivi. Jua huyo mtu amefanya nini? Amekupenda. Lakini kama kuna baya linaweza ongeleshwa na akae nalo na alifiche, aongee tu na wao, huyo ni mtu wangu, lakini huku haji kufanya nini, hujui kinachoendelea, huyo bado. So labda katika hayo yote, na kama itakuwa tekeleza hivyo, na kwa mfano hiyo ilivyoongea, na hiyo kila mkikutana mwanaume unadisi ya kwamba okay, you can stay without to do anything you want, mfano to say sex, na mkikutana mwambia mimi sijakuwa na utayari wa kufanya tendo na wewe, au ya kujihusisha kwa mambo ya kimwili, mimi nawe namaanisha kwamba uwe naye kabla kumjulisha kule kwao, au uwe naye kabla kumwonyesha jinsi gani unamhitaji. Wewe unahitaji tayari direct kufanya mambo na yeye na kuachana naye, lakini kila kukutana naye unamwambia ngoja, then yeye anakueleza jinsi gani anakuhitaji
unamhitaji, alafu anakuelewesha ni jinsi gani yupo na ndoto na wewe, au wewe unajielewesha kwamba ni jinsi gani upo na ndoto na, lakini ukimwita yuaja na mkiongea muongea, na mkikaa kwa wazazi mwezoongea, na mkitoka muongea, lakini bado kustili mko na stikiza kuwa mnahitaji muone. Inaweza chukua ule muda tena mkaja mkatulia, au inaweza kuwa jinsi ya wale ibilisi au jinsi ile hivyo spirit ambayo inaingia kwa watu ikaje kavuruga kiwango cha kwamba mpaka mkaja kukosana kabla hamjaoana. Jambo la ndoa ni process. Haliundi kwa siku moja. Wala haliundi kwa muda fulani. Lakini kuna hatua ambazo ndoa inaweza kuja ikakamilika. Na kuna muda ambao tunauita sisi uchumba. Ule muda ni muda mzuri wa kuchunguzana. Na katika yote mtakuwa mnaenda huku, mnafanya nini na kupenda sijui nini, mambo mengi sana. Lakini katika yote linaloangaliwa pale ni yeye kukuangalia wewe na wewe kumwangalia yeye. Je, huyu kwa huo muda tunapokuja kukaa pamoja tutaweza kuishi? Hilo ni swali. Hizi tabia zenye yuko nazo huyu na hizi tabia zenye mimi niko nazo, je, sinalingana? Ninaweza nikazivumilia kwa huo muda? Nitakuwa, kwa sababu ukiingia katika ndoa hiyo ni kitu ya milele. Si kitu ya siku moja eti miezi mitatu hiyo kitu umeachana nayo bana. Inaenda hapo milele, life yako. Sasa kama yuko na tabia mbovu na umesema kuwa mimi wacha na hii tabia yake mbovu lakini nitakaa na yeye. Sasa umeichunguza, umeona ya kwamba hii utaweza kuvumilia. Na mkiingia katika ndoa uhakikishe unaivumilia mpaka mwisho. Na umeiona hiyo ni tabia yake mbovu. So unapoona ya kuwa katika haya yote huyu ni kama ambaye hawezi kuja kutulia. Sasa kwa nini uingie katika ndoa? Maandiko yanasema ni afadhali uvunje uchumba kuliko kuvunja ndoa. Hiyo ni afadhali. So mfano jinsi mnavyokaa na umchunguze pamoja ipo sahihi kabisa. Na baadaye mchukuane na mseme acha tuishi. Pange life then before hiyo ifike mambo yanakuja kuishi. Yeye iwe kila atakapokuwa amekaa au kila atakapokuwa yuakaa na marafiki zake kwa sababu kwamba tu mfano watu wenye wako street sawa. Mtu mfano kama watu wengine, wanaume wengine, kuna wengine hawana kazi na kuna wengine huwa hawapendi kuonyesha kwamba kuna kazi wanafanya, lakini wakati mwingi wana behave ni kama wako vile street, hamna kitu yote ambacho wanafanya. Lakini ukupata yule mwanamke akiulizwa ulipenda nini kwa yule mwanaume, alafu yeye ajibu aseme sikupenda mali, sikupenda pesa na sikupenda kitu chochote kwa sababu ya watu, nilipenda yeye kama yeye, inawezekana kaje kavunjika, au kwa sababu ni kinywa huo kinatamka chochote. Okay, kinywa wakati mwingi pia kinaweza tamka chochote kama unavyosema. Na kuna wakati ambapo mtu analikumbatia penzi ama upendo, lakini bado hajatathmini kina katika moyoni mwake ya kwamba maana unapompenda mtu kunakuja mazuri ama kunaweza kuja mabaya. Sasa mtu atapenda yale mazuri yenye uko naye, lakini katika moyoni mwake, unajua sasa kuna wanawake wanajifanya hawapendi pesa, hawapendi sijui hawaangalii sura, sijui ni kitu gani. Hiyo ni trend yenye iko. Hata ukafuata malaya sahi wa kule mtu hapa na umutongoze akubali kuoleka, atakwambia mimi siangalii nini pesa, sikuangalia sura yako, mimi nimekupenda. Imekuwa lugha, kwa sababu wanawake wengi sasa wamejua kwamba wakisema wanataka pesa wao wanaachwa. Sawa? So hiyo lugha pia ujue inatumika, imekuwa sasa ni ya kisasa. Kwa hivyo huwezi muamini huyo mtu kulingana na venye anaongea.
unaamini kulingana na venye anafanya. So anaweza ongea hivyo akawa nuko na ukweli ndani yake, na anaweza ongea hivyo akawa pia yeye ni mnafiki. So lazima umchunguze kwanza, ndio ujue ya kuwa huyu anaongea hivi akimaanisha moyoni mwake, na katika vitendo vyake vinaonyesha kweli huyu mwanamke si wa kupenda pesa. Unajua mwanamke kupenda pesa si unamjua tu, hata akajificha, hata ukae na yeye miezi 3, 4, mwaka hakuombi hata shilingi, lakini utajua huyu mwanamke anapenda pesa. Okay, na mbona mara nyingi sana binadamu huwa tunapenda kutumia mwanamke kwa sababu ya shida zake? Mfano, umpate mwanamke amefungua watoto 2 au 3 na yupo nyumbani, alafu kupatikane kuna mtu anatafutia na kupata riski, sawa? Jinsi anapopatikana ile riski, huyu si aliachana na yule, lakini yuko na watoto 3 pale ndani. Ni kwa sababu gani? Huwa hashawishiki kumchukua na kwenda kuishi naye kwa kutumia neno penzi, lakini anatumia neno penzi ili kumpata atakachopata achane naye. Huwa ina maana gani? Mbona tunatumia wanawake hivi? Okay, mwanaume ni muwindaji, sawa? Ni muwindaji, na ikiwa ni muwindaji, ukienda msituni kuwinda, ukitaka kukamata mnyama lazima utaangalia weak point yake, sawa? Na kama utaangalia weak point yake, hapo ndo utajua huyu mnyama nitamkamata vipi. So mwanamume yoyote huwa anawinda, na mwenye anawinda haijamaanisha kuwa yeye ndo mlaji wa nyama. Sawa, anaweza kuwa anakamata ili apelekee watoto, anaweza kuwa anakamata raha yake ni akamate tu ajue amekamata mnyama, aitwe muwindaji hodari, lakini si mlaji wa nyama. Na kuna yule anakamata naye pia atafanya nini? Akule nyama. So sisi wanaume si wote wanatongoza mwanamke kumuonyesha nampenda na kupenda jinsi ulivyo. Hata kama uko na watoto 5, mimi ndakupenda hivyo, haijamaanisha kwamba ninataka nikae na wewe. Sawa, wengine wanaenda kulingana na haja yao tu, akimaliza haja yake. So ile kwa nini ya kuwa tunatumia wanawake hivyo, ni mwanamke mwenyewe sasa, sawa, awe na akili ya kujua ya kwamba mimi nawindwa, sawa? Na nikiwa mimi nawindwa, kuna mwenye atakuja kwa uhalisi, na kuna mwenye atakuja akiwa amejificha. Sasa yule mwanamke akiwa yuko na akili, ndio sasa atapata yule muwindaji mzuri na wataka. So unataka kuniambia kwamba endapo mwanamke akiachana na tuseme ni maboys tu, mwanamume na mwanamke ambaye hawajawana, alafu mwisho wa siku waje wakutane, na katika kukutana kwao huyu amweleweshe ukweli huyo kwamba tuseme yule mwanamke aseme mimi nilikuwa niko na jamaa lakini hajaolewa, aseme mimi nilikuwa na jamaa nikaja nikaachana naye, na sikuwa nikihisi labda kuna siku unaweza kupata mtu mzuri au mtu kama wewe, na sihitaji kufanana kama yule mwenye alikuwa kitambo. Then huyu jamaa naye ajieleze the same story, aseme ukweli, acha nijiweke wazi kwa sababu nahisi au naona ni kama nimefika sehemu sahihi. So amueleweshe ni kwamba ukweli nilikuwa na bibi, au labda nilikuwa na msichana, labda nilikuwa na hivi na hivi na hivi, scandal zake zote au story yake yote amueleweshe yule mwanamke. Then yule mwanamke na azidi kujiuliza zaidi. Huwa ina maana ya kwamba wameungana au wanahisi kabisa kwamba wamekutana, so ni sahihi, wanaweza ukaishi, au huwa wanaongea vile alafu baadaye ije kuwe tena cancelled, arudi tena kama jadi ya yule mwanamke mwingine, au arudi kama jadi ya yule mwanamke mwingine. Katika hilo swala la mtu kuachana na mwingine na huyu naye pia ameachana na mwingine, naweza sema ni fumbo kubwa hapo.
sababu ni lazima uelewe kiundani ya kwamba je, huyu anamaanisha chenye anasema. Si kwamba eti sitaki ya kuwa ufanane na yule mwingine penye huko, na mwenye amependa atapenda, hata angalia kuwa labda mimi nitafanya nini, atakuja kufanya kama yule mwingine, kwa sababu tukiwa tunajua kama ni mwanamke wako the same, wako sawa, na kama ni tabia, hata kama ni kupishana zinaweza pishana kidogo, lakini mambo ni yale. So katika ndoa usiende kwa mtu useme ya kwamba mimi huyu mtu atanitendea mema. Sawa? Ni chenye kinachotaka na kujulikana ni je, huyu anaweza kuweka lile agano letu lenye tumeliweka. Hapo ndo mahali ambapo unachunguza. Ikiwa hawezi kuliweka agano lenye mmepatana, huyo ni afadhali waachane naye. So anaweza kuwa meza, na ikiwa yuko na akawa ameachana na Bwana, lakini yuko na uwezo wa kuweka agano lako, so huyo utamchukua kama bibi na mnaweza mkaishi. Lakini useme eti sitaki anifanyie kama vile wenye mwenzangu yule mwenzake alinifanyia, hapo unajidanganya. Hauna haja ya ndoa hapo hauna haja ya ndoa. Yani unachukua mwanaume ama unapata kwa mwanamke ili akuplease, lakini huingii kwa ndoa. Yani inamaanisha wewe ukienda kwa kosewa kitu kidogo huko unakumbuka yale ya nyuma, na haya ya nyuma ni usahau. Useme kwamba huyu kama haikuwezekana nimerekebisha, kama ni makosa ni yangu nimerekebisha mimi, huyu kwa huyu mwingine sitatenda, siendi. Ama sitafanya yale makosa yenye huko nilifanya huko nyuma. Ni kumaanisha kwamba mwanaume akitendewa kosa sema hivyo, ni kwa sababu gani huwa mara nyingi sana naona wanawake wote wapo the same kiwango cha kwamba anaweza kukaa pasipokuwa yule mwanamke, yani anaweza ishi pasipo mwanamke yote kwa maisha yake? Hiyo huwa inakuja tu kwa sababu ya kuvunjika moyo, na kwa sababu ya uchungu huwa unakuanga ni mwingi, na si mwanaume peke yake, hata wanawake. Unapowakosea kufikiria wanaume wote hawana maana, lakini ile huwa inakuanga kwa muda, tena baadaye atataka apate mwanaume aoleke, na we pia utataka upate mwanamke umoe na muishi. Yani inamaanisha kuwa mwanamume akikaa kivyake hawezi akakaa bila mwanamke. Hiyo ni ukweli. Kwa hivyo kama ni hiyo inakuja kwa sababu ya uchungu tu, lakini ikija maisha sasa ikianza kuzoea, hapo utasema wacha nitafute mwanamke nifanye nini? So ni kumaanisha kwamba hata mtapo kama mtakuwa mmeachana na msichana, au endapo kama msichana ameachana na mvulana, lakini bado still mmekuja mkajiko wazi na kuongea na kudisi ukweli yenye mko nao wewe baina yako wewe na yule msichana, bado still ni kumaanisha kwamba ulikuwa na uwezo wa kupenda tena, badala limit kuishi ile jazba hapa mbele, kulikuwa na muda tena bado still upende tena, au kuna muda kwa unaweza kukaa, unaweza sema acha nimchukue ni kwa sababu kwamba siwezi nikakaa pasipo bibi, au acha nimchukue ni kwa sababu nampenda? Kwa yule ambaye labda mlikuwa mmekosana mwanzo, alafu mmetengana tuseme kwa muda, alafu mmekuja mmerudiana tena, kwa yule ni kuhakikisha kwamba zile tofauti zinawekwa kando na mnaishi na mnaanza tena upya sasa. Sawa? Sasa inategemea, je, huyu mwenye niko naye, mwenye sasa ndo nimepatana naye,
Je, akona uwezo wa kusahau yale ya kule nyuma? Na ikiwa hana uwezo, inamaanisha hiyo trend ya kutoka huku nyuma nisifate tena. Anapata nisifate. Na ikiwa sasa, na itafata vipi? Itafata akiwa anarudia hizi vitu za huku nyuma. Ndio utajua ya kuwa huyu tena hata hawezi badilika. Okay, lakini hiyo ni mpya. Lakini ya upya sasa. Haya yenye ulipatana na bibi yule mwingine. Hiyo unaiweka huko kando. Na usitarajia kuwa heti yeye hatafanya kama yeye. Sawa? Ni uanze upya tena. Ya kwamba huyu taangalia venye nitamuhandle in case amekuja katika hii line. Tamrekebisha vipi? Na je, ama yuko na uwezo wa kurekebisha katika hii njia? Yule yaweza kuwa ulijaribu kumrekebisha hakutaka, lakini huyu akawa yuko na roho ya kuwa ukimrekebisha katika hiyo njia anarekebisha na masonga mbele. Lakini kitu ya kwanza, sahau hizi za huku kabisa. Hizo basi ndio unasahau kabisa. Huku umeanza tena upya. Yaani huo ni upya kabisa. Kwa hivyo huyu unaweza kuja mkuta yuko na tabia zake hazifanani na hizo, lakini yuko na tabia zake zingine nazo pia ambazo hazifanyi hazipende. Sasa umeanza upya tena kubembeleza hiyo ndoa mpaka isimame. Na ifaulu. Okay, na mfano sasa kama mwanaume yuko kwa ndoa yake, alafu mwisho wa siku unapata kwamba amejitolea kwa mwanamke kwa sababu anajua ile sayari ya nyuma iliisha. Huwa akishajitolea, na mimi mwanaume huwa anajitolea yake yote. Lakini ni kwa sababu gani mwanamke huwa anaisha kijaribu kwamba jinsi ya maneno yake anavyonipea, uzuri wake anavyokaa, jinsi ya ule wema wake anaofanya, huwa inapelekea mpaka ule mwanamke yani anajisikia ya kwamba ngoja nikae, alafu tena bado still aje arudiane tena na zile mavitu ambazo zitakuja kupea headache. Okay, katika masuala ya hii ya ndoa sasa, kuhusu mwanamke na mwanaume, mwanamke hujaribu. Kwa sababu gani? Yeye pia hufuatwa na wengi. Si kama mwanaume. Tangu wewe uishi mpaka mahali umefikia, ama tuseme kwa muda wa kama miezi 3 nyumani, ni wanawake wangapi wamekutongoza? Hapana. Hakuna. Wende ikawa hakuna. Sasa zichukule wewe ni mwanamke sasa. Ni wengi kwa sababu. Kwa hiyo miezi 3 utatongozwa na wewe ngapi? Ni wengi. Je, kumfahamu mwanaume perfect? Ndio lazima atry, ajaribu. Ili apime ya kwamba huyu ndio nilikuwa nataka. So, ama huyu tunaweza tukakaa. So endapo zile words zije zishikane paka juu kabisa, wazi huoni sahihi. Alafu bado kuna zile piti za wale watu wengine. Ni akaikaeje ndio ipeleke mpaka ije fikia mwisho wa siku aone kwamba pale alikuwa anahitaji na malengo yake yametimia. Sasa uzuri wa mwanamke, mimi huwa nasema uzuri wa mwanamke. Kuongeleshwa anaongeleshwa na kufuatwa anafuatwa, kwa sababu mwanamke ni sawa sana nyanya tu. Ndio kama mtu hawezi pika omena pasipo tomato, na hawezi pika chochote pasipo yeye. Lakini inaaminika rojo sana huwa zinachukuliwa sana kuliko zile mbichi au zile ambazo zimefidikwa. Lakini ukumbuke kwamba kila mmoja huwa anaona kizuri ni kizuri kwake, sio kwamba kwangu kwa mwingine eti ndio yake ana kizuri ndio mimi nisione kwamba ni kizuri. Je, katika ile kuwa anajulikana yeye ni mzuri na anafuatwa na amejua kabisa wazi huyu yuweza endana na mimi, si ndivyo? Ni bado still wale atawaeleza kwamba mimi niko na mtu, si ndivyo? Alafu mwisho wa siku bado lazima watamfuata kwa sababu wako na ile haki ya kusema, kama vile ambavyo wewe unasema kwamba mimi nilijaribu mara ya kwanza ikagonga jiwe, so lazima nikajaribu tena mpaka pale nitakapoona pako sawa. So lazima watamfuata. Sawa, na wewe bado still utakuwa unajielewesha kwake, lakini yeye ameselect kwamba wewe upo sahihi. Yaani atajitenga vipi au ni azidi kwa akae kiwa please ndio endelea kidisi na wewe wakitaka story na wewe mnaweza kuongea, then wakitaka story na wale wanaongea, lakini ukiingia au ukiongea anakuta wewe ndio uko na points kuliko zile za wale wengine.
anakuta bado wewe still uko juu kuliko zile za wale wengine. Lakini je, ni ajikate na wale wengine au naendelee kudili nao alafu bado still adili na wewe, lakini wala siwe nao kimambo na ndoa nini na nini. Wakiingia wanajieleza kivyake na ukiingia wanajieleza kivyake. Sasa mwanamke tumesema yajaribu. Na uzuri wa mwanamke anapopata chenye alikuwa anajaribu na akiona kiko sahihi, yeye huwa moyo wake umeingia hapo kabisa. Kitu ambacho sasa kinaweza kumsumbua mwanamke ni wale sasa wanakuja wakiendelea kujaribu kwake. So inakuwa kama ni external forces zinamvuta huku na huku. Kitu ambacho ni awe yuko nacho ni atenganishe. Yani hiyo completely ni atenge. Akitaka ndoa yake iwe salama ni atenge. Akate kabisa. Ndio maana ukiingia katika ndoa, hata kama alikuwa yuko na laini ile na wewe uko na laini, mtavunja hizo. Yani venye inatakikana ni mvunje, ili communication zianze tena upya. Sawa? Si wale wa zamani alafu wewe ndio wanakufuata still. Na kuna filosofi moja ambayo niliona na iko sahihi. Mwanamke akitembea hivi kwa njia, kuna mafisi 7 wanamfuata. Akiwa ameanza kama ni msichana, kuna fisi 7 wako nyuma yake wanafuatilia. Si fisi unajua ukitembea hivi akiona mkono ina nini hivi, yeye anaona huo mkono utaanguka. Sawa? Sio ni tamaa, si ndio? Wako naye. Sasa wanaume wanafananishwa kama mafisi kwa mwanamke. So anapotembea hivi, kuna 7 wenye wako nyuma, ama 7 ama wanaweza fika hata 10 wako nyuma. Wa kwanza kuna fisi ambalo ni fisi lakini ndo limeamua. Ni sawa? Hilo haliachi. Kuna fisi ambalo sasa tuseme hapa wewe ni msichana, si ndio? Ukitembea ukiwa unaendelea kukua hivi, kuna fisi la kwanza litasema yule msichana wacha nimfuate kwa sababu ni mzuri. Au mafisi 7 wote wanakufuata kwa sababu labda mzuri. Sawa? Lakini utajuaje fisi gani ambaye ameamua? Sawa? Tuseme uende alafu jinsi unavyoendelea kukua anakupenda kwa sababu wewe ni mzuri, labda ni bikra, sawa? Bado ni mdogo. Sasa ukija kuwa ule umri umepita, sawa? Uzuri tuseme utoke kidogo, lile fisi litakuwa kando, si ndio? Kuna baki fisi nyingine hapo. Nenda kama ni 9, imebaki fisi 8. Sawa? Haya, kuna lile fisi linaangalia huyu ako na mtu ama hana. Sawa? Kwa sababu anataka abaki yeye peke yake. Akija kijua kuwa huyu sasa yuko na mtu, lile fisi lile linafanya nini? Linaenda kando. Kama alikuwa ni 9, zimebaki 8. Sawa? La 7 linaangalia huyu ataolewa, wanaweza kuwa tu yule wake, watanini tena wataachana. Sawa? So lina hapa lakini liko na tamaa. Nasema kuwa yule akiachana na yeye tu mimi nachukua. Sawa? So likijua kuwa hawa hawawezi achana, lajieka kando. Ndio mafisi yanapungua hivyo. Sawa? Wengine sasa atasema wanaweza kuwa wanaenda vile lakini hawataoana. Sawa? So wanafuatilia. Ndio wale wanazunguka, anatia mchanga hapo ili muachane. Sawa? Nazunguka akijua hata wameoana. Sasa limekata tamaa.
linakaa kando. Kuna mwingine hasa atasema wameoana hata kama wameoana, lakini mimi nitaendelea kufanya. Sasa ile ni fisi la ngapi? La 5 hilo, kama la 5 ama la 4 liko hapo. Asema huyu anaweza kaa yuko hivyo, lakini hampatii service nzuri. Amemuoa lakini hakuna service, ama amemuoa lakini kama hata mzalisha. Ama kuna wengine wasema wameoana lakini huyo mwanamke hajazaa, yuko sawa. So kitambo ukijaona sasa yuko na mimba, sasa utasema basi huyu acha nikae kando. Kuna mwingine hakati tamaa mpaka aone umezaa watoto wangapi? 3. Ndio yule wa mwisho sasa wa kuishi na wewe, sasa ndio utabaki na yeye. Atasema hata kama amezaa, amefanya nini, lakini huyu ndo mke wa, ndo anabaki na huyo mmoja. Sasa ni kumaanisha kwamba yule mwanamke anatakana uwe thabiti. Ni mwanamke sasa mwenyewe. Na kutenganisha malengo yote ni ya fisi. Sisi binadamu wote wanaume tunasema si wengi ni mafisi. Kwa sababu huwa inaaminika mwanaume mara nyingi. Okay, by then inaaminika kwamba ukipenda unapenda kabisa, lakini huwa inaaminika mwanaume mara nyingi ni fisi. Ndio maana ni watu ambao wa tamaa ndio tukaitwanishwa na mafisi, kwa sababu fisi alileta tamaa zingine tofauti. Na kama kulikuwa na mnyama mwingine pia angeleta tamaa, bado sisi tulifananishwa na hao wanyama. So inamaanisha kwamba wanaume ni wanyama. So ni kumaanisha katika yote hayo 9-10 ni kwamba yule mwanamke anatakiwa iwe yuko thabiti. Kama amekuonyesha hili, maana yake atenganishe hivi vingi yuko navyo. Sawa. Lakini ukumbuke huyu hamjaoana. Na je, umpate yuko kazini, na kazini kwako unatakana iwe anajieleza, anajientertain kwa watu. Mfano tuseme watu wanauza lani za Safaricom, au tuseme mfano watu wako hotelini, au watu wako dukani. Sawa, mtu anauza maji, mtu anafanya vitu mwana biashara. Inatakana je, kama mfano umeingia kwa hoteli na yule mtu ni mke wa mtu. Sawa, so umeingia pale na upate yule mume wake yuko kando, au labda anapea nafasi ya kuhudumia customers. I'm very sure kwamba hakuna customers atakuingia pale ndani wote ni halali. Lazima kila customer atakuja na lugha zake tofauti pale. Je, inastahili wahudumie wale watimizia maneno wanavyoongea, au inastahili kwamba wahudumie kupitia na malengo zao? Kwa sababu tayari wewe ndio ulichumbiwa, au tayari wewe huenda mko na magano na mtu mwingine tofauti na wale. Na customers inaaminika kwamba wakitoka kwa nyumba zao huwa wanatakiwa wahudumie tofauti na zile manyumba kwao ambapo huwa wanaenda. Mfano mtu wa hoteli, kama wewe tayari uwezi ukaenda kuingia kwa hoteli ukahudumiwa kama vile umetoka nyumbani, lazima yule mwenye yuko pale kwa hoteli akuhudumie kama customers. So I'm very sure kwamba ni ajiachie. Je, mume wake au mtu mwenye anajisikia aje amuoe, akimpata yuko karibu na kujiachia kwa wale wengine wote, azin anadili nao kama customers. Huwa alafu wewe akija anadili nao kama mwanaume, huwa inaleta inatakiwa kuwe vipi ndio iwe inaendana iwe sahihi. Jambo la kwanza, mnapokuwa wawili mmepatana, lazima muelewane. Na kuelewana mtaongelea hata kazi mtakuwa mnafanya. Na kama mnaongelea kuhusu kazi, lazima ajue mwanamume wako ya kwamba mimi nikiwa kazini niko hivi. Sawa? Lakini hii haijamaanisha kwamba mimi ninafanya nini? Ninajiingiza kwa mapenzi. Wala haijamaanisha kwamba mimi ninakudhuru wewe. Na nitachanganya kukudhuru. So ukija kuelewa mchumba wako ya kwamba hii kazi yake ni aongee na customer, na kuna customers aina tofauti watakuja wakiwa na midomo tofauti na matani tofauti. So ni akiwa kazini ninijifanye kama sisikii kitu, na wakati yeye amerushiwa ile midomo, inamaanisha katika yote watazunguka, lakini kuna point hapo watakuja atagonga. Sawa?
hata kama atakuja anakubembeleza, anakumwagia pesa, anafanya nini, anakuongelesha matani nini, lakini lazima kitambo mpaka uingiliane na yeye, akutongoze mpaka ukubali, kuna point mtu atafikia, sawa, ya kujua ya kwamba huyu sasa ananitongoza ama ananitongoza, anataka kabisa, sawa. So katika ile point ni responsibility ya nani? Ya yule mwanamke sasa, ya kuamua na kuambia wazi ya kwamba hili kufikia hapa haiwezekani, na ikae hivyo. So ni kumaanisha kwamba na mfano mwanamke, tutarudi hapo kwa hiyo hoteli. Mwanamke yuko na hoteli yake au yuko na anaajiriwa tuseme, lakini short yuko ndani ya hoteli. Iwe kama itakuwa ni ndani ya ima yako, mfano tutasema yuko ndani ya street yako, iwe yuko nje ya street yako, but kila mkikaribiana au kila kikaribiwa na mtu, yeye anajitangaza akisema kwamba mimi hamfahamu kwamba mimi ni mtu au ni mke wa mtu fulani, na bado hawajaoana. So waseme hamjui kwani kwamba mimi ni mke wa mtu fulani, au haujui kwamba wazi, lakini anajitangaza wazi ya kwamba yeye ni mke wa mtu ningali bado hawajaoana. Huwa anamaanisha nini? Hiyo kutangaza mwanzo si vizuri. Hiyo kutangaza si vizuri. Ukiwa kuna msimamo wako, uko nao tayari. So kutangaza vile ndo haijamaanisha kuwa amewafanya eti wasije wakamtongoza. Sawa? Kuna mtu atajua kabisa huyu ni anasema ni yule ni boy wake, lakini hawajaoana. So kuna ile fisi linataka lione, lidhibitishe kabisa kwamba huyu washaoana, ndo lijikate. So kujitangaza haijamaanisha kuwa ni msaada. Hata ukitangaza ndo unazidisha vita, kwa sababu wetu watajua kuwa yule, wataangalia mizi ya sasa ya kumwaga mchanga ni wapi anaweza mwaga mchanga. Unakuta zile vita za maneno, yule analeta hivi, la boy gani, basi yule hana chochote, sijui nini, ili kutenganisha. Okay, na nikuulize, mfano mmeenda a meeting place, it's a nice place and a nice place and a safe place. It was a safe place and a nice place. Mfano mko huko na mnajua kabisa dhahiri hakuna hata mmoja kamwe mwenye labda anaona, labda anasikia, au labda mwenye ametuma, lakini upate kuna mtu ashamuona, au mfano ashakuona wewe uko na yule mwanadada, hata kama mlikuwa hampo waza tutasi, yani maybe just a hug, a kiss, anything beyond. So useme tu mmesimama, lakini katika ile kusimama kwenyu ichukue mpaka yule mwanaume asiwaambie kwamba nyinyi nimewaonya, nimewaona, lakini achukue ayapeleke kwa wazazi kule. Then yule mwanamke akienda kipewa upishi, lazima kiondoshe ubaya, lazima ataongeleshwa. So akichukua ile maneno akija kikuletea wewe kama mtu wake wa karibu, na kwambia ni kweli, lakini juzi au jana au last year tulipokutana ilienda hivi na hivi na hivi na hivi, na familia ikihitaji separating, but me I'm not ready about that separating. So niko tayari nichukue kwa life yako. Alafu sasa huwa akikuletea zile story, huwa anamaanisha like alikuwa anakuambia kwamba ujue kunaendelea nini, au alikuwa anakuambia ili please ili wewe muone kweli. Mwanamke kama huyo, kitu ya kwanza mimi nitasema ya kupenda. Kwa sababu gani? Asinge kuambia ule ukweli ya kwamba kuna mtu alikuja akaona na akapeleka habari wapi? Nyumbani. Na nyumbani kunaendelea hivi na hivi. Nimekuambia kuanzia mwanzo kwa mwanamke yote mwenye ashakupenda anafanya nini? Haoni ubaya asikuambie. Sawa? So ikiwa ameenda mpaka amekuletea kabisa habari zenye zinadisi nyumbani kwao, ya kuwa kama ni mama anasema niachane na wewe, sawa, mwanamke huwa ashaamua, but ni mazingira ndo yanampiga vita. Okay, so hapo hakuna ubaya kuja kukuelezea. Sasa wewe ndo msaidie hata solve vipi hiyo problem.
Lakini ukumbuke katika yote hayo nimesema hujawahi fanya chochote kwa huyo mwanamke, but unampatia away yenye wewe unafeel kile kwa life marriage ya kwako unahitaji iwe, na yeye amejieleza na nyinyi mnaamua tu solve, but mnaonyesha chill kwanza, na mmesha ni chill kwanza. So kila mkikutana mna discuss about marriage, ni mtajiweka venye mtakapokaa, venye mnashawishiana jinsi vile mtakapoingiliana, jinsi vile ukajua kwenye vile mtakapokuwa. Lakini sasa ukute anapatwa zile story, lakini hujawahi kuwa naye. Huyu mwanamke huwa akichukua ile story kikuletea, akichukua tena story kikuletea, inatakiwa kama labda mfano amechukua ile story amekuja kuletea, umemwadvise like ile kitu unafeel kwa ile story, alafu sasa baadaye akwambia basi kama hivyo mimi bado still wa kwangu ni wewe. So naona ni kama wewe ndio ni kama unanikeuka. It's like na kuna kwa sababu kile kikuletea story ni kama una change. Kile kichukua story kikuletea ni kama una change, like una feel hiyo kitu ni kama inakupenda kwa hati yako. So mimi nisichukue story kukuletea au nisungie kitu chochote kukuletea, abaki tu akisema kwamba acha tu nimcheki. Hii kitu kuone za separate. Okay, kwa mwanamke zile stories anakuletea yeye mwenyewe pia anajaribu kuzipima, kwa sababu huwa mwanamke yote huwa amekusoma mahali unaweza kasirika haraka. Ndio maana yeye uchumba ni usome mwenzako, nikienda na gea hii huyu atakasirika, sawa? Na baada ya kuwa amekasirika naweza nikakontrol vipi hasira zake mpaka nihakikishe zimerudi sawa. Huo ndio uchumba. Sasa ikiwa amekusoma na najua mimi hili nikilipeleka yule hatalichukulia vizuri, si lazima lilete. Anbata, si lazima lilete. So mfano kuje boys pale kwa kazi yake aje amuongeleshe ubaya na wewe uwepo na usichukue reaction yoyote, kwa sababu kwamba unasema bado yupo kwao au bado yushiki vyake, kwa sababu hamjengela. So useme ngoja si kama service customers vile wanafanya service. So useme mimi ngoja niende nikaingie pale nifanye servicing kama customer mwingine, then ni refresh mind nikiwa niko pale, then kuje mtu aje adisi vitu dhidi ya watu wengine kwa kujielewesha ukweli kumkati yule msichana, then wewe unyamaze kimya si, alafu usiongee chochote kile kibaya kizuri, na akiondoka nyi wewe unacheka naye tu. Ile kitu huwa nakustadi vipi? Sasa mwanzo hiyo ndio inaonyesha ukomavu wa akili. Hiyo inaonyesha ukomavu wa akili, lakini yeye akichukulia na ubaya, kwa mbona huyo hakureact? Ni sawa, ni yeye mwenyewe ndo akili yake ni ndogo. Lakini venye anatakikana hivyo ndo unatakikana uwe, kwa sababu hivyo ndo inaonyesha kuwa umekomaa akili. So endapo kuja boy na bado uko pale ndani, waongee then yeye collect vitu zinataka collect, like achukue aenda kafanya. Bado yuko na mambo yake ya hoteli, au bado yuko na mambo yake ya duka, au bado yuko na mambo, lakini bado still anaendelea na kazi zake. Aliweke kiasi ya kupa miguu kama 5 au 6 mbali na ule jamaa na mbali na wewe. Yeye bado anaendelea na kazi zake, lakini bado umeona ile dalili ya kuwa hafili teka kunegotiate na yule boy. Alafu baadaye sasa ule mstopisha like asitukane, asidharau mtu, na bado aufriki kazi. Alafu kumsikie sasa amemtukana yule mwanaume, na bado ulikuwa na vitu za kutenda, ukinyosha ile macho yako na kumwangalia yule mwanamke kwa jicho kwa haukupenda kile kitu. Alafu tena bado still akatishe achane kabisa na zile stories za yule mwanaume, na bado hajaondoka. Alafu kwambia pole, nimekukosea, pole kwa sababu haikuwa malengo yako kuwa nimetoka, nisamehe, nimekukosea. Huwa anamaanisha nini? Still bado yeye anaweka agreement yeye na mshapata. Na kama ni mwanadamu, si mwanadamu ni kukosea sometimes. So ni rahisi, maana wakati mwingine hugafilika kufanya nini, kukosea. Lakini ukimwona still anaenda katika ile agreement, yeye hataki kuvunja agano lako na lake, sawa? Na agano si lazima muende mkaandikishiana, lakini katika maneno yenye mnafanya ni
unaongeleshana. Hiyo lazima mtu aifuatilie venye anatakikana. So ikiwa amegafulika na amekuja ameapologize, hiyo hakuna shida hapo. So as this bado yeye anastika. Still bado yeye yuko kwa ile agano yeye mshafanya nini? Msharikiana. So haitakiwi mtu yote awe yuko hash. Lakini upate yule amekosea alafu mwambie makosa. Alafu aje kwa apologize alafu muulize kwa kosa lipi sasa. Na tayari ile ni kinywa alikuwa anatengeneza. Atakubali. So mtu anayekuja ku apologize huwa lazima aongelee kosa lenye amekosea. Ama mtu atakuja tu nisamehe. Lazima ataongelesha, mimi nisamehe kwa sababu nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ndo apologize. So mimi akieleza ile kosa yuko hapo, utauliza nikusamehe kwa lipi? Sasa atakuwa amejieleza. Lakini wale wanaulizwa nikusamehe kwa lipi linakuja vipi? Kwa sababu anakuja tu na neno nisamehe na hajielezi. Lakini samesi kwa sababu labda amekuona umekwepo na umesikia ndio maana anajicho. Akija kusema nisamehe, sawa, nieleze kwa nini asamehe. Hiyo ndo apologize. So mfano unajua waka na secret. Ni bado still ni mueleweshe ya kwamba kazi unaofanya kila kitu ili yeye akuelewe, au bado unifanye secret mpaka utoe na mali. Yeye ni mueleweshe yeye. Si atakuwa anafanya hiyo kazi. No. Mfano wewe unafanya hiyo kazi secret. Na ni asiri. So inapaswa umueleweshe kabla hamjaoana au ni mje muoane ndio umueleweshe. Hii inapoa umueleweshe kabla hamjaoana. Lakini si mapema kule mwisho. Kwa sababu katika mapema itakuwa haileti sura. Lakini kule mwisho kabla hamjaoana lazima umueleze, kwa sababu utakuwa umemsoma sasa kiundani. Sawa? Umeona ya kwamba huyu amemaanisha. Sasa uko na uwezo sasa wa kumuelewesha. Lakini usiwe na kumuelewesha haraka. Yaani mwanzo tayari kutongozana basi namwambia basi mimi nafanya kazi hii, nafanya kazi sawa. Lakini mwisho huyu ashaingiliana ni sawa. Lakini hili analijua, nimuelewesha ili akiamua sasa ameamua. Najua usimfiche alafu baadaye mshaoana ndo aje ajue kumbe wewe ulikuwa unafanya hivyo. Basi mimi ndo sina haja naye. Nitakomeka. Okay, ni sawa. Acha mimi niachie hapo kwa sababu pia ameenda.